Stori inaanza na mwanaume mjane ambaye analazimika kumlea mtoto wake peke yake. Kila decision kwake ina feel heavy kwa sababu kila responsibility iko mabegani mwake. Hicho ndicho maisha ya Manik, single father anayefanya kazi kwa bidii kuhakikisha binti yake mdogo yuko sawa. Kwa kipindi hiki, Manik anatafuta mwanamke kutoka Vietnam ambaye anaweza kumlipa ili act kama mama wa mtoto wake. Anakutana na agent ambaye anamwonyesha picha ya candidate, lakini agent hana uhakika kama mtoto ataamini huyo ni mama yake kweli. Manik anakiri kwamba mtoto wake hajawahi kumwona mama yake kabisa. Amezoea kumdanganya, akimwambia mama yake anafanya kazi mbali huko Vietnam. Hata kama yule mwanamke kwenye picha haonekani convincing sana, Manik hana choice. Baada ya kukataliwa na wanawake wengi waliokataa kuact kama fake wife, anaamua kukubali. Akitoka pale, anakutana na tukio la ajabu. Mwanamke anakimbizwa na mwanaume. Inageuka kuwa anafanya kazi kwenye prostitution club na anajaribu kukimbia maisha hayo. Manik anaingilia kati kumtetea, lakini mwanaume anamshambulia mwanamke zaidi. Manik anachukia na kumpiga. Baadaye madam anafika, ambaye pia anamjua Manik. Anaeleza kuwa yule mwanamke anakimbia kwa sababu ana deni. Manik anasema kama kuna tatizo, waende polisi badala ya kutumia violence. Kisha anaondoka akiwa anajuta kujiingiza kwenye shida hiyo. Baadaye anaenda saloon kumchukua binti yake, Yana. Uso wake wenye furaha unaonyesha jinsi Manik anavyompenda. Njiani, Yana anauliza maswali mengi kuhusu mama yake. Anarudi lini? Anampenda kweli? Kila jibu la Manik ni uongo, lakini anajifariji kwamba anafanya hivyo kwa ajili yake. Anamwambia siku moja atarudi na ataweza hata kujiandikisha shule. Usiku huo, Manik anakaa na kaka yake Chansu kwa mazungumzo serious. Chansu anauliza kama kuoa mwanamke wa Vietnam kwa karatasi tu ni sahihi. Manik anaeleza anataka tu jina lake ili kufanya birth certificate ya Yana iwe official. Anasema atamlipa 20 million won. Nyumbani kwa madam, yule mwanamke aliyekimbia, Mihi, anakemewa. Madam anasema Manik ni mtu anayeheshimika sana licha ya kuwa maskini. Mihi anashangaa, kwa nini mtu maskini awe mkarimu hivyo? Asubuhi, Manik yuko nyumbani na binti yake Yana pamoja na nguruwe wao Dongi. Ghafla, Mihi anakuja kuomba msamaha kwa tukio la jana. Wakati huo, Yana anacheza na kazini yake ambaye anamtania kuwa baba yake ni mwongo. Yana anakataa na kusema wao ni matajiri. Baadaye, Manik anapokea simu. Yule mwanamke wa Vietnam amecancel. Hii inamstress sana. Mihi anaona hali yake na kujaribu kujua nini kinaendelea. Muda mfupi baadaye, Yana anarudi na kumwona Mihi karibu na baba yake. Anaamini moja kwa moja kuwa huyo ni mama yake. Anakimbia na kumkumbatia kwa furaha. Hata Manik anaposema si mama yake, Yana anakataa na kulia. Hali inakuwa complicated zaidi. Manik anamweleza kaka yake kuwa Yana sasa anaamini Mihi ni mama yake. Wakati huo huo, Mihi anaonekana tena na Chansu anaona hii inaweza kuwa bahati. Baadaye, Manik anamuomba Mihi act kama mama wa Yana kwa muda. Mwanzoni anakataa, lakini baada ya kukumbuka deni lake, anakubali kwa kusita. Kwa hiyo, anapata nafasi ya kuanza maisha mapya bila hofu. Asubuhi inayofuata, Yana ana excitement kubwa. Anaamini mama yake anarudi kuishi nao, lakini madam anataka 1 million won ili kumwachia Mihi. Manik analipa bila kusita kwa ajili ya furaha ya mtoto wake. Wanarudi nyumbani, lakini Mihi anaonekana cold na unwilling. Usiku anajaribu kutoroka, lakini Manik anamkuta. Anasema alikuwa anataka tu kumwamsha ale chakula. Baadaye, Manik anampa marriage form ajaze. Mihi anajaribu kudelay, lakini mwisho anaijaza. Hapo ndipo Manik anagundua ukweli, hana familia na alikuwa yatima tangu mtoto. Mihi anaeleza maisha yake magumu. Anasema ndiyo sababu alikubali role hiyo. Manik anabaki akifikiria kuhusu maisha yake. Baadaye, akiwa peke yake, Mihi anafikiria hata kumuibia Manik kabla ya kukimbia. Lakini wanarudi ghafla na kumkuta. Manik hana hata suspicion ya wizi, anafikiri alikuwa anatafuta first aid kit kwa sababu ya jeraha lake. Concern yake ya kweli inamchanganya Mihi. Asubuhi, Yana anafurahia uwepo wa mama yake. Mihi anaanza kuhisi warmth ya family kwa mara ya kwanza.
Baadaye wanatoka pamoja town, wanapata vitu bure kutoka kwa villagers, mboga, matunda, hadi zawadi. Mihi anashangaa kuona kindness ya community. Yana anajivunia sana. Taratibu, Mihi anaanza kuzoea maisha hayo. Lakini mambo yanabadilika pale Madam anapofichua past yake kuwa alikuwa cafe attendant. Mtu mwingine anamwambia moja kwa moja na Mihi anaumia sana akidhani Manik ndiye aliyesema. Usiku huo, Manik akiwa amelewa, anaongea peke yake akisema jinsi anavyomheshimu Mihi na kuona ni mtu mzuri, lakini hajui kuwa Mihi anamsikia kila kitu. Asubuhi, Mihi anaumwa. Yana anamtunza kwa upendo mkubwa. Anasoma stori ya mama ndege anayemlinda mtoto wake na Mihi anaanza kulia. Anajua hawezi kubaki milele. Baadaye ukweli unafichuka. Mihi anaondoka. Yana anaumia na kuuliza mama yake yuko wapi. Manik anarudi kwenye uongo wake, akisema amerudi Vietnam. Lakini upande mwingine, Mihi anaonekana pharmacy. Anakumbuka Yana na anahisi kummiss sana. Nyumbani, Manik anagundua marriage form Mihi alisign, na pia alirekebisha age yake kwa 32. Hapo anagundua ukweli. Hakuwa anataka fake marriage, bali real life pamoja nao. Kwa mara ya kwanza, Manik anafurahi kweli. Asubuhi inayofuata, anaamua kuchukua hatua. Inafichuka kuwa yeye si maskini, bali ni tajiri aliyechagua kuishi simple life. Mwisho, Manik na Mihi wanafunga ndoa kwa furaha ya kweli. Mwisho wa story. Moral ya story: ukifanya fake family kwa muda mrefu, unaweza kuishia kupata real love, real family na maisha mapya kabisa.